Hiyo Tanzania imefungua ushirikiano na nchi ya Urusi katika kudhibiti changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi yanayochochewa kwa kiasi kikubwa na shughuli za kibinadamu ikiwemo ukataji na uchomaji wa miti hovyo. Kutoka Morogoro, Idamushi anaripoti. Tayari wataalamu 10 kutoka nchini Urusi wamefika mkoani Morogoro ili kubadilishana uzoefu kwenye nyanja ya mazingira na fursa za mazao ya misitu, ambapo mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania, yaani TAFORI, Dr. Revocatus Mushumbusi, akasema hatua hiyo ni muhimu kwa Tanzania kuimarisha uwezo wake kitaifa kwenye utafiti wa misitu. Lakini wapo ambao pengine wanania hovu, wanaweka moto na kuondoka. Sasa yote haya tumekuwa tukiyafanyia kazi, kwa maana kazi ilikuwa ni kubaini vyanzo tunavijua. Sasa unazuiaje vitu kama hivi? Ni kwa mazingira ya kuendelea kutoa elimu. Kama mtu alikuwa analima mashamba yake, lazima aeleweshwe ni lini anapaswa kuanzisha moto, kwa maana ya kuweza kuandaa maeneo yake ya kulima. Lini anapaswa kuvuna asali. Lakini hawa ambao pengine wanania hovu wanataka nini? Maana hivi vitu ni kukaa pamoja na kueleweshana, alafu mwisho siku tuweze kupunguza moto wa namna hiyo. Ugeni huo kutoka nchini Urusi pia unaendelea kukutana na taasisi zingine zinazohusika na misitu, wakiwemo wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, vyuo vikuu mbalimbali kikiwemo chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA, pamoja na wadau wengine. Namna rahisi ya kuendelea rasilimali za misitu na kuhakikisha kwamba jamii inazitumia vizuri ni kuwafikishia ujumbe sahihi kwa wakati sahihi na kwa namna sahihi. Kazi ambayo tunaifanya sasa hivi ni kushia elimu kwa umma, kuonesha fursa gani ziko katika sekta ya misitu na kwa nini kuwe na misitu iliyosimama badala ya kuwa iliyoharibiwa. Na hilo tunalifanya kwa kushirikiana na mamlaka mbalimbali za serikali, ikiwemo vyuo na taasisi mbalimbali za tafiti, na sisi kama wakala wa misitu tunaongoza jitihada hizo. Kwa hiyo tunawaonyesha wananchi fursa zilizopo, na wanapoziona fursa kama hizo wanatoa ushirikiano. Kwa mfano fursa ya kaboni. Kaboni inatoa fursa za kiuchumi ambazo wananchi wanazipata kwa misitu ambayo imesimama badala ya kuwa wameikata, na hili tumeona katika maeneo mbalimbali wameshaanza kupata fursa hizi. Wana programu ya Russia Africa ambayo sasa inatoa nafasi kwa Watanzania hasa katika sekta kwenda kusoma Russia teknolojia mbalimbali nazo zikatumika katika kuhifadhi misitu yetu ya Tanzania, lakini matumizi ya misitu, uvunaji ambao haupotezi mbao,